Asanti na pokeeni salamu za upendo wa Yesu kutoka hapa nikiwakaribisha katika kujifundisha. Tuko katika masuala ya unabii wa Biblia, unabii wa maandiko matakatifu. Na hapo jana ama tulipokuwa tunaendelea jana, mahali ambapo tuliweza kufika, kuna mahali ambapo tuliweza kuangazia na sana tulitangulia kutaja jinsi ambavyo ilivyo shida katika dunia hii kuweza kuwa na amani, na vile ambavyo ulimwengu huu hakuna kitu kitafanyika dunia hii iweze kuwa nzuri. Hakuna Biblia ikasema wazi, hakuna kiongozi atawahi chaguliwa yule ambaye atalete amani katika dunia hii. Kwa hivyo kile ambacho nilikuahidi jana, maana tulielezwa vizuri sana katika kila hali ya maisha, dunia imeharibika na hakuna mtu atakayewezesha dunia hii iweze kuwa nzuri. Tulipokuwa katika sehemu hiyo, tukaona yule tu ambaye amepewa uwezo wa shida zote za dunia, jina moja tu limepeanwa duniani, na ni jina lake Yesu. Na tukaona kila kiongozi ambaye atachaguliwa katika serikali za dunia, hata wanasiasa, wawe ni MCA, wawe ni magavana, wawe ni women rep, wawe ni nani, hakuna yule ataahidi watu ahadi za ukweli. Na ndio kitabu cha Yeremia 5 mstari wa 1 na wa 2, Mungu akasema hata wafanye namna gani, kama mimi ninavyoishi, wataishi wakiwapatia ahadi za uongo. Na vile watakavyokuja na shida, kila kiongozi atakayeingia atakuwa na shida kuliko yule ambaye aliyetangulia. Na tuliona hivyo hapo jana. Sasa tukakuja tuweze kuona ni kwa nini Yesu ana kitu gani hicho kizuri ambacho kitasababisha yeye aweze kuwa ndio kiongozi na watu wengine wote wa dunia watashindwa. Kwa nini Yesu aweze? Biblia Matendo ya Mitume 4 mstari wa 11 na 12. Biblia ikasema hakuna wokovu katika mwingine. Jina lile limepeanwa duniani, it is only one, the name of Jesus. Na nikakwambia kwa nini fungu hilo liliandikwa. Kulionekana wakati wa kampeni, watu wataishi wakizunguka wakisema mimi ndio ninaweza, mimi ndio nitawasaidia, mimi ndio nitafanya. Ilionekana kila kuta za nyumba zikiwekwa picha za watu wale watakaosaidia. Lakini Biblia hapa inakuhakikishia kwamba na wajaposema, hata kama wao watasema namna gani na wakuahidi nini, wanakupatia ahadi za uongo. Sasa ni nini maana Biblia ikasema Yesu peke yake ndiye ako na jina lile la watu wanastahili kuchagua? What is the ability? Yesu ako na nini ambacho hakina watu wote? Hata nani hata kuwa na mambo haya? Na ikiwa wewe unataka 2027 kupigiwa kura na usaidie watu, unabii umekupatia terms and conditions. Na ikiwa utakuwa na mambo haya, tafuta kiti utasaidia watu. Lakini ukweli ni kwamba wengi wanatafuta hiyo viti na hawawezi, they are not qualified according to the Bible. Nobody on earth. Moja ya kitu kile kinafanya kiongozi aweze kuwa kiongozi na aweze kuchaguliwa na asaidie watu. Number 1, lazima kiongozi yule mtakayechagua aweze kuwa na uwezo. Viongozi wengi wanapopita katika siasa, kila mtu anapita akisema ako na uwezo. Mtu anapita akisema mimi nichagueni, niko na uwezo. Na kumbe mtu anatafuta pesa, ni mtu anatafuta mshahara. Ndio umekuja kuona saa hizi hata katika serikali hii wengi kabisa wamepatikana na hatia. Hatia gani? Wengi wanapochaguliwa, yeyote utakayemchagua ni pesa anataka. Unasikia ameiba pesa za serikali, unasikia ameiba mashamba ya watu, unasikia ameharibu pesa za kaunti, au unasikia hiyo mambo yote. Mwanzo wa mwanzo wa mwaka huu, unaona mwezi wa 6 hivi, vijana waliandamana nchi hii ya Kenya wakiletea viongozi shida. Kwa sababu gani? Walidanganya watu. That is the Bible. Sasa swali linakuja, ni bibi Yesu yeye ako na uwezo kiasi gani? Maana watu wa saa hizi, na ndio unaona hata maana hawana uwezo. Sisi
tunapohesabu mtu yule yako na uwezo ni yule tunaangalia amejenga nyumba mrefu kuliko watu wengine area hii, na ako na tugari tunaenda hata kama hatuna service mzuri, ako na tugari. Maana sisi hatuna, tunasema huyo ako na uwezo. Lakini imekuja kudhihirika wao anataka apate mshahara, asaidie watoto wake, asaidie watu wao, na aweze kusaidia, aweze kuona vile atakuwa na pesa nyingi na mali nyingi, aitwe tajiri wa dunia. How about Jesus? Siku ile tutakuja kuchagua Yesu, maana Yesu anakuja na tunatarajia ufalme wake uje. Biblia inasema atakuwa na uwezo kiasi gani? Sikiliza kitabu cha Wakolosai. Wakolosai, Biblia ikasema maneno haya. Colossians, kitabu cha Wakolosai. Tunataka usikie vile Wakolosai Yesu anasemekana anakaa. Atakapopewa uongozi, Biblia inasema atakuwa na haja na mali. Biblia inasema hivi, verse 16, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au sultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Naye amekwisha kuweko kabla ya vitu hivyo vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Yeye ndiye kichwa hata cha mwili, yani kanisa. Ya kwamba Yesu, mwandishi mmoja aliandika akasema, mnaona huyu Yesu ama Mungu yeye mwenyewe, God did not begin when the beginning began. He was in the beginning before the beginning had a beginning. Mungu hakuanza wakati mwanzo ilianza. Ikiwa mwanzo wa uumbaji ni hapa, ya kwamba Mungu akaanza kuumba ikiendelea hivi, unakuta ya kwamba kabla ya hapa mwanzo God was there. Na kwa hivyo vitu hivi vyote Biblia inasema kwamba kile kinatufanya tuweze kuona Yesu ako na uwezo na ni yeye ataweza shida za dunia. Anasema ya kwamba vitu vyote unavyoviona hapa duniani, iwe ni dhahabu, iwe ni fedha, iwe ni lulu, hii miti yote unaona, hii manyumba yote, hii nyasi, hii mashamba yote, vitu hivi vyote ni vyake. Yeye ndiye alitengeneza. Na alikuwa anatengeneza na maneno. Alikuwa anaongea, neno linatoa vitu. Anasema na iwe miti, miti inaanza kumea. Yaani ndani yake kulikuwa kunatoka hiyo miti. Na wanyama wa msituni watokee. Hiyo tu kuongea hivi, wanyama wanaanza kutokea. Kumaanisha hivi vitu vyote vilitoka ndani yake. Na kwa hivyo hivi vitu vyote ni vyake. Mpaka hata wanadamu au watu wote wale unaona duniani ni mali yake. Hivyo yeye hahitaji umpigie kura kwa sababu anahitaji kitu, hana haja na kitu. Na hata anaongeza, anasema katika kitabu kimoja cha Zaburi ya kwamba hata kama angesikia njaa angekuja kukuomba chakula. Anakuambia tazama hata msituni, hayawani wote, ile maswara iko msituni na nyati, anakuambia hizo ni ng'ombe zangu. Na hata wewe linganisha ile kang'ombe moja tu na katia hii majani na kupiga dawa ya wadudu. Katikati yako hiyo moja iko hapo, na za Mungu zile ziko Lake Nakuru na kwingine ni gani zimenona. Hiyo ya Mungu inapigangwa dawa ya kupe na nani? Inapeangwa chumvi na nani? Lakini wewe unang'ang'ana na hii yako na bado imekonda, manyoya imesimama sababu ya minyoo. Dawa za Mungu zinapeangwa na nani? Mungu anasema hata ningesikia njaa sihitaji kitu kutoka kwako. Kwa hivyo Mungu ako na uwezo na Yesu ako na vitu vyote, hana haja na kitu. Watu wote, yeyote mwenye mwili, yeyote ambaye amezaliwa na mwanamke ni taabu kuongoza watu. Hiyo ndio ukweli. Ile ukweli mchungu, hakuna hata mmoja. Hata isitoshe tunaambiwa ya kwamba kitu kingine ambacho kitakachowezekana na huyu mtu kiongozi yule ambaye atakayesaidia watu, inasemekana ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Mithali point number 2, na utaona viongozi wengi wameshindwa kutekeleza mambo haya. Ona katika kitabu cha Mithali. Mithali inaandikwa maneno haya ya kwamba yule ambaye anataka kuongoza watu afanye namna gani? Sikia verse 4, 31 verse 4. Biblia inasema hivi. Wanasema hivi, ewe Lemueli, jamaa anashauriwa. Ewe Lemueli, kunywa
kunywa mvinyo akuwafai wafalme, haiwafai wafalme wala haiwafai wakuu waseme kiwapi kileo, wasije wakanywa na kuisahau sheria na kuipotosha hukumu ya mtu aliye taabuni. Na hata zaidi hapo anasema verse 6, mupe kileo yeye aliye karibu na kupotea. Ati namna gani? Tunashauriwa kama kabisa, na tunaona tukumbuke our key theme. It is tunaambiwa kwamba it is the dangers of careless living. Saa hizi tabu tunazozikura hata katika ulimwengu wa serikali ni kwamba we chose our leaders carelessly. Kwa sababu gani? Biblia inasema hapa wazi ya kwamba hata kama mtataka kiongozi atakayewasaidia, lazima akuwe mtu ambaye hakunywangi pombe. But currently viongozi karibu wote wanamiminanga pombe kweli kweli. Na kwa sababu ya jambo hiyo, Biblia inasema vizuri kabisa, wanapokunywa hiyo pombe wanapotosha hukumu ya mtu aliye katika taabu. Saa hizi a lot of innocent people wamefungwa gereza lile liko hapa. Wamefungwa watu ambao hawana hatia, kwa sababu watu wengine wakienda kunywa pombe pamoja. Na ndio tuliona hata ulimwengu wa sasa chini ya mkondo wa shetani, chini ya kitu kinaitwa New Age movement, everything chochote kinachotendwa kinatafutwa kiondoe haki ya Mungu na shetani aweze kudhihirika. Ndio unaona watu wote wanaotawala almost everywhere, karibu kila ofisi, karibu kila mahali, Jesuits are operating. Na ndio unaona hukumu za watu, utaona watu wale ambao wanaabudu ibada ya mashetani na wale hawamwabudu Mungu, wao hata kama ni kotini, wao kazi yao ni kuachiliwa. Yule ambao wako innocent, kazi yako ni kufungwa gerezani. Biblia inasema hivyo. Na tunaendelea kuchagua hao watu. Biblia ikasema hivyo. Tena namba 3, yule atakayeweza shida za dunia na watu wote wameshindwa. Yesu ana mambo tofauti. Lazima yule atakayechaguliwa, yule mtapigia kura 2027, lazima awe na a lot of wisdom. Awe maneno yake vile anasema yeye ni yes, kama ni yes ni yes na no ni no. Na awe na hekima ya kuelewa vile anavyoongea. Do you know, viongozi wengi saa hizi na kile kimeshinda hawa viongozi kuongea, uamuzi wao, the way they make decisions, they lack wisdom. The way they talk, the way they make speeches, vile ambavyo wanaongea mbele ya watu, utashangaa ni watu waliosoma. Maana hakuna kiongozi atakuwa kiongozi kama hana degree, kumaanisha amesoma. Lakini utakuta amekaa katika jukwaa lililo na watu wengi ambao hata wengine hawakuenda shule, lakini akiongea hapa unasikia watu pale wanasema ameongea matope. Watu hata hawajaenda shule, na ikichunguzwa aliongea maneno ambao ni ya kuharibu watu na amesoma. Ndio unaona viongozi wa siku ya leo, hata kama ni president, siku ya leo president awe atakuja hapa, lazima ashauriwe na watu wa Kisii, waambiwe vizuri, utakapoenda huko kwetu huko Kisii, uangalie wa Kisii si wakale. Vile mnaongelesha nanga huko uangalia, usiongee hii na hii na hii, chunga sana. Ndio unaonanga lazima aandikiwe makaratasi asome, lazima asome, hawezi ongea ovyo ovyo. Kwani kuongea ni taabu. Kuongea ni taabu. Siku moja nilikuwa na mhubiri kule kunaitwa Nyamarambi. Nyamarambi mnaielewa? Huko dunia ya kule ukipita kule kunaitwa nini? Kamagambo, unapanda hivi ukienda. Nini kiliendelea huko? Mwaka wa 2007 I was there. Nilikuwa huko nikifanya kazi ya kuhubiri. Na waacha wakati wa siasa zitokee, wanaume walikuja hapo. Na jambo la ajabu, walipokuwa wanaongea katika majukwaa hapo, wanaume wanaopigania vyeo, nilishangaa mara moja wananchi wakisema ya kwamba watu hawa wameongea matope. Unajua nini kilifuata? Mawe. Watu walifurushwa kutoka kwa mapulpiti na mawe. Niliona watu wametimua viatu vilikuwa vinatoka wakiingia kwa mashamba ya miwa. Kwenda mpaka viatu vinatoka, ni vile ameenda ile mbio ya relay ya kupeana kijiti. Ni kumeharibika. Kwa nini? Ameongea vibaya.
Na kumekuwa hivyo wengi tu, hata ile imefikia majuzi ikasemekana hata wananchi wakafikia mahali wakati vijana juzi waligoma ama waliandamana, wakasema hata viongozi fulani we don't want to see them on the wakimake any speech anywhere. Walizunguka kila mtu akisema pole. Walikuwa mpaka wanavaa manguo yameandikwa tunaomba msamaha. Kwa sababu gani? Waligundua wametenda makosa. Na huyu Yesu ni nini kinamfanya watu tumuhubiri na watu watakikane wajue ya kwamba Yesu ndiye answer, Yesu ndiye jibu ya kila kitu hapa duniani. Atakapokuwa akiongoza dunia hii, siku ile Yesu atachukua uongozi wakati dunia hii na shida zote zitakapomalizika. Yesu, how will be his speeches? Soma katika kitabu kile cha Hebrews chapter 4. Katika kitabu cha Ibrania 4 mstari ni ule wa 12. Sikiliza Yesu ataongeaje atakapokuwa katika uhuru pake ya serikali yake. Yesu ataongea namna gani? Hiyo ndio kitu kile tunataka kusikia. Na ataongea hivi katika Hebrews chapter 4 verse 12. Biblia inasema hivi: maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Ya kwamba Yesu kuongea kwake hivi, siku ile hata alikuwa hapa duniani akiongea tu watu wote wanasikia kuna mtu ameongea. Siku ya leo kiongozi hata nani, hata uongee namna gani, utapendwa na kundi moja na wengine hawatakupenda. Hiyo inakudisqualify. Hata ufanye nini. Yesu tu peke yake, na anasema yeye anatambua makusudi ya mioyo ya watu. Unajua kiongozi ndio akuja hapa, viongozi hawa utakundua ya kwamba ndio atoke kule anakokaa akuje hapa kutoka Nairobi, lazima atumane aulize hali ya hewa huko inakaa mzuri, anatuma wapelelezi. Akiona kuna kaa vibaya anaambiwa usikuje hapa, unaweza uawa. Lakini Yesu yeye haogopi mtu. Akiwa amesimama hapa mbele ya watu, anaelewa vile unafikiria ukiwa umeketi hapo. Hakuna mwanaume amewahi fikiria hivyo. Wengi wanaishi wakiogopa, hata akisimama mahali ajui kutakaa namna gani. Tena hata huyu Yesu kando na kutambua makusudi ya moyo wa watu, Biblia inasema kama saa hizi kulikuwa kwa wakati wa kampeni, nimekuishi tukisikia watu wakiambiwa muavoid hate speech. Madoadoa yasitajwe, hatupangwi ati hate speech. Na DCI wanatumwa ili upelelezwe ionekane. Unapotaja hivyo unania gani? Unajua hata Yesu alipelelezwa. Unataka kujua hiyo DCI wakipeleleza Yesu walimpeleleza namna gani? Maneno yake kuongea, kitabu cha John chapter 7. Alitumiwa DCI, akaambiwa atafutiwe kitu tu aongee neno moja, hate speech, na ili yeye achukuliwe kuonekane sababu ya kumweka msalabani. Katika kitabu cha Yohana 7, John chapter 7, sikia vile ambavyo kuliendelea. Ukianzia DCI walitumwa wakapeleleza wasikilize Yesu akiongea. Na unajua walipata ripoti gani? Waliambiwa endeni na muhakikishe mumemlete. Hao DCI wakasema nini? Verse 40 katika verse 45 na 46. Biblia inasema hivi ya kwamba basi wale watumishi wakawaleta wakawaendea wakuu na watu makuhani na mafarisayo, nao wakamwambia mbona hamkumlete? Wakauliza yani mnarudi na tuliwatuma mulete huyo mtu na hamjamlete. Kwa nini hamjamlete? Unajua walijibu nini? Wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe yeyote kama anavyonena mtu huyu. Tangu watu waongee, DCI wakakiri ya kwamba tangu wanaume waongee hakuna mtu amewahi ongea kama hii jamaa. Mimi huyo mtu ndiye ninampatia kura yangu. Sijui wewe unapatia nani kura yako.
Sijui wewe unapea nani. Na kwa sababu ya jambo hilo, kitu kingine ambacho ninataka kutaja, another qualification. Saa hizi maana watu wameshindwa vile watakavyosema. Another qualification, kama utaweza shida za watu. Na saa hizi viongozi wale tuko nao wamekuwa na hiyo taabu. Lazima uwe mtu ambaye hawezi kufa. Kama utakufa, wacha kusumbua watu. Unasumbua watu ati unataka wakuchague na unajua utakufa. Kama utakufa, wachana na mambo ya kutafuta kiti. Saa hizi watu wote ambao ni viongozi wako na shida sana. Saa hizi nichaguliwe kuwa president hapa, hamtawahi niona kwa hii kiwanja siku ingine. Siwezi kuja hapa tena. Hata kwangu nyumbani siwezi kaa nyumba ile nimejenga. Ninaenda kukaa State House. Mahali ulinzi ni mkali. Kule kuna kaanga watu wale waoga. Kama una habari, unaonanga State House, umewahi tembea State House? Mimi nimetembea katika karibu inchi 3-4 hapa Afrika Mashariki. And wherever there is a State House, hapo nje kwa gate imewekwa maskari na bumbele na milele. Siku ya leo imani yako iko wapi? Tukapewa Yesu. Na unaona Yesu akalinganishwa na jiwe. Ukiangalia kitabu cha Danieli sura ya 2, hapo ndio diary ya Mungu anatoa vile Mungu dunia hii itakavyokaa. Na ilitolewa kupitia sanamu ile Nebukadneza aliyoiona. Kichwa kilikuwa cha dhahabu, mikono ya fedha, kiuno cha shaba, miguu ya chuma na nyayo za matope na mchanganyiko wa chuma. Na akaonyeshwa kwamba hiyo kichwa chote, hiyo sanamu yote ni serikali zote zitakazotokea mpaka mwisho wa dunia. Na halafu kutokana na hayo akaambiwa serikali zile za mwisho, maana serikali ya kwanza ilikuwa ni Babeli, ya Wambili, ya Wamedi na Wajemi, ya tatu ni ya Wayunani, ya nne ni ya Warumi. Na sehemu zile za nyayo ilikuwa wakati ambapo dunia haitasikilizana. Na ndio unaona dunia hii imeishi bila kuelewana. Imeishi watu wamewahi pigana walete amani katika nchi zao na kila mahali, lakini imeshindikana. Kwa sababu kitabu cha Danieli 2 mstari wa 44 inasema kwamba kama watu mstari wa 40 kuanzia 40 kuteremuka, ya kwamba watu watajaribu vile wawezavyo walete amani katika dunia hii chini ya viongozi wao, lakini haitawezekana. Lakini katika enzi za wafalme hao, that is verse 44, Mungu aliye mbinguni atalete serikali yake. Saa hizi unaona chochote kinaitwa news. Ukienda kwa TV, uenda kwa Daily Nation, uenda kwa Standard, chochote unaona hapo mwanzo watu wale unaona ni wale dunia ya sasa katika nchi ya Kenya wanaonekana kama wanashikanisha matope na chuma ya nchi ya Kenya. Lakini leo utaona huyu, kesho itakuwa yule. Na hii yote it is an indication ya kwamba hakuna atakayeweza. Na ndio tunaambiwa kwamba katika enzi za wafalme hao, Daniel chapter 2 verse 44, enzi za wafalme hao Mungu aliye mbinguni ameamua atasimamisha serikali yake. Na serikali hiyo inalinganishwa na jiwe, mawe. Ndio Biblia inasema ni lile jiwe lilidharauliwa na waashi. Unajua kazi ya mawe ni nini? Kumwawa kwa barabara ya kanyangwe na watu. Ukienda hii mitaa hii mabarabara yako hapa mawe. Na hakuna mtu wako na shughuli, mawe ni kukanyagwa. Na hawana haja, lakini dhahabu ijaribu kuonekana. Governor na president wapo waonekane. Governor achomoke atokee hapa saa hizi, walio washiriki na wasio washiriki, hii uwanja ungekuwa umejaa, hakuna mtu angekuwa na nafasi ya kukanyanga. President ya kanyange hapa, watu watafukuzwa na bunduki na serikali, ni bila wamejaa. Kwa sababu dhahabu, watu wana haja na dhahabu. Shaba, magavana. Na hiyo serikali zingine ndio hiyo akina MCA na women rep, ndio miguu ya chuma. Hizo zipatikane, watu wana haja nazo sana. Lakini mawe, Yesu tu, mahali panahubiriwa habari za Yesu, hata wale wamesema wameokoka unawaona hapa. Yesu watu hawana shughuli na yeye. Lakini Biblia inasema ya kwamba very soon, hivi karibuni, watu watagundua ya kwamba Yesu ndiye mwenye mambo yote. Watakuja kugundua Yesu ndiye anastahili kuchaguliwa. Yesu peke yake.
Huyu ndio tunamfanyia kampeni. Saa hizi watu wengi tu wameshindwa kuongoza, na watu wengi wameshindwa kukaa karibu na watu maana wanawaogopa. Saa zile walikuwa wanauliza kura, hawakuwa wanawaogopa, walikuwa wanakuja na kuwanunulia pombe. Akimaliza kuchaguliwa, watu wanataka kumuua. Watu wanataka kumuua. Lakini kile kilichoko, hakuna namna utaepuka kifo. So long as you are a human being, hakuna namna utakavyoepuka. Watu wamekaa. Saa hizi ukiangalia kila kitu kiko dunia hii ni ya kuzuia kifo. Na tena viongozi yao huwezi wakaribia. Na tukumbuka 2010 Nyayo National Stadium, mtu mmoja wa kutoka hapa anakuanga Kipkelion, kwao ni Kipkelion lakini ni Mukisi, mlimuita Nyambane, ile mwana sarakasi. Alikosea akaenda kwenye jukwaa ya rais, na mali pale astahili kukaa. Watu wale waoga wanakaanga huko kwa ile jukwaa ingine. Huko kunakaa watu wale wanaweza kufa haraka. Yeye akaenda pale, na yeye ilikuwa ya kwamba yeye ni kati ya wale hawakufangi haraka. Watu wale wanaweza kufa haraka, wakaundua mtu yule ya kufangi haraka amekuja hapa. Sasa tutafanya namna gani? Hiyo jamaa aliguzaguzwa, akiuliwa nani alikulete hapa? Who told him to go there? Kwa sababu viongozi wanaogopa, hata wale ambao wanaowatawala. Yesu ametajwa kwamba atakapokuja, hata kama sijawahi ingia katika makao ya State House, Biblia inasema kwamba yeye amepanga kwamba mahali kwenye kiti cha enzi cha baba yake, tukishinda dunia hii, tutaenda kuketi na yeye katika State House. Hakuna mtu mwingine ninatamani kama huyo. Kule wanakoishi viongozi hao, nikakwambia huwezi karibia. Unaonanga kile kinaitangwa Sabasaba. Wacha hizi fake siku hizi inafanywa ati ni maandamano ya Sabasaba. Do you know the original where it came from? Miaka 1982 huko. Unajua nini kilitendeka? Kulikuwa na maandamano ya kugeuza serikali. Na ilipokuwa inageuzwa, watu walijitolea, wengine wakaenda mpaka State House. Wakasema hapa hakuna yule tunafikiria ni president. Hakuna, tunataka kuingia huku tukakagulie president wetu yule anakuja kuingia. Wakaambiwa na maaskari, tafadhali msikaribia, hapa ni mahali pabaya, hapa ingia. Wakasema hakuna. Unafikiri nini kilifuata? Walipoleta shida kwa maaskari pahali walikuwa, waliambiwa basi wakifunguliwa geti ikafunguliwa. Unajua nini kilifanya? Wakaingia huko na mabaiskeli ya bodaboda wakikanyanga. Nini kilifuata? Within no seconds majeshi yalikuwa yameambiwa kujeni. Unajua kwa muda usio muda, kufumba na kuvumbua, yeyote aliingia hizo State House alivunjwa mpaka siku ya leo anaishi akilani siku ile mama yake alipata mimba. Kwa sababu gani? Nani anakuambia ucheze na watu wa dunia hii? Yule tu ambaye anakukaribisha na atakwambia yeyote atakayemwamini, maana Biblia inasema hivi ya kwamba mapenzi ya baba yangu ni haya. That is John chapter 6 verse 40. Yesu anasema mapenzi ya baba yangu ni haya, kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye aliyenipeleka atakuwa na uzima wa milele. Siku ya leo wewe umemwamini huyo mwana, mapenzi ya Yesu ni hayo. Yesu anasema mapenzi ya baba yangu. Baba ya Yesu ni Mungu yeye mwenyewe. Na akasema ni haya ya kwamba kila atakayemtazama mwana na kumwamini huyo Mungu aliyempeleka, uzima wa milele yako nao. Siku ya leo wewe utaamini? Umeamini huyo Mungu ya kwamba ili uwe na uzima wa milele? Mungu aweze kutusaidia. Na Mungu aweze kuenenda kila mahali mioyoni mwenu. Tuone shughuli hizi zote ambazo tunazoendelea kuzifanya. Hata kama tutazifanya na tutaendelea kiasi gani, kama hatutamkaribisha Yesu ndani ya maisha yetu, tupate ukombozi, tupate kuokolewa, maisha yetu na shughuli zetu zitakuwa za bure. Hata huyu kiongozi hawezi retire. Unajua sasa hivi viongozi wengi wanaenda wanazeeka, na unajua ukifika retirement, nitakuja kukueleza mambo ya retirement iko hapa. Kuna lesson. Uone the way people are living carelessly. Wengi hawaamini kwamba watazeeka. Wengi. But the bitter truth, siku moja utazeeka.
Na watu wakiambiwa wajiandae hata kwa ajili ya siku hizo, watu wanaona hai, kwani ninaharakishwa kukufa. The truth is this. Imagine you are dying. Vile tu ulizaliwa, vile ambavyo unavyoendelea kuishi, kila kunapopambazuka umekaribia siku ya kufa. Viongozi wale wameshindwa na kazi wengine, ukiona umefikisha miaka 65 ama 60, serikali wanaanza kusema kwamba huyu hata kufikiria afikirii mzuri, hastahili kufanya kazi, aende akakaenge na wajukuu. Hao ndio wanawezana na wao huko. Tukiweka watu kama hao waendelee kufanya kazi, watalete mess. Ati umeshazeeka. The same case with the presidents and all leaders. Anaambiwa aondoke. Yesu hawezi kuritaya. Yeye anasemekana yeye ndiye jana, leo na hata milele. Yeye ndiye Alfa na Omega. Vile alikuwa wakati wa uumbaji, vile alivyokuwa wakati alifanyika mwili, na vile atakavyokuwa siku ile dunia hii itaisha. It is the same, milele na milele. Huyu mtu ndiye tunataka kuchagua. Huyo ndiye nataka tujimuelewe. Na hiyo ndio ujumbe, unabii wa kwanza. Watu wajue dunia hii ilipoingia katika shida, na watu akakuja mpaka wakamkataa Mungu. Solution, Mungu amepeana dawa gani? Dawa ile ambayo imepeanwa dunia hii. Dawa ya shida zote tulizo nazo. Dawa ya mauti. Dawa ya magonjwa. Kuna mtu tu anasema kwa mimi, unajua tunakuanga na family doctor. Homa ikikuja, daktari anaitwa mara moja, lakini mwisho unakufa. Nitakuletea tu kisa cha Alexander the Great. Pengine ni kesho. Uone naye mambo mengine ya ajabu ambao unastahili kuelewa yanaokidhiri katika dunia hii. And the way people are living carelessly, bila kutambua ya kwamba kuna Mungu aliye mbinguni. Siku ya leo, moyoni mwako unamchagua nani? Sitaki niendelee sana zaidi ya hapo. Moyoni mwako unamchagua nani? Maana Yesu yuko. Yesu alikuja ili awaokoe watu wote walio dhambini. Watu wote ambao watakao muamini. Wewe umemchagua huyo Yesu. Na kumchagua Yesu, tutakuja kuona wiki hii mtu amemchagua Yesu anakaaje. Maana kuna watu wengi tu wamejaajaa hata kwa makanisa, lakini wako katika makanisa na already matendo yao na maisha yao hayaonyeshi kama wamewahi kuwa na uhusiano na Yesu. Wewe ambaye utakayemchagua lazima uonyeshe matunda ya kuokolewa na Yesu. Na kwa sababu ya jambo hilo, ningependa kusema ya kwamba hebu Mungu aweze kukusaidia sana. Mungu aweze kukubariki ili hata na wewe unapoishi hivyo uendelee kujiuliza na ukae ukiwaza na kuwazua, je, moyoni mwangu nimemchagua Yesu? Ni kitu gani nimeweka mbele zaidi ya Mungu? Maana kama kuna kitu chochote utakize kuweka zaidi ya Mungu, ni kumaanisha kwamba hicho kitu ndio cha mbele, ndio unatarajia kiweze kukuokoa. Siku ya leo, mimi moyoni mwangu ninamchagua Yesu. Kuna mtu anaungana nami na kusema, Yesu, wewe ndiye Bwana wa unabii, na wewe ndiye uliyetabiriwa, na wewe ndiye tunakuchagua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kama uko hapo, naomba usimame tuweze kuomba. Asante. Hebu na tuweze kuomba. Mtakatifu Mungu wetu na Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Asanti kwa masaa haya, na asanti kwa unabii wa neno lako ambao umetufunulia hali ya ulimwengu huu na jinsi ambavyo tunavyotazamia ya kwamba mambo yanayotokea duniani vile ambavyo yatakavyokuwa. Baba wa neema, tunajikabidhi kwako, tukija na tukisema ya kwamba utawala wako Yesu utakapokuja, karibu maishani mwetu, tangulia mioyoni mwetu, utuokoe. Na ili Yesu ukija kulichukua kanisa, ukichukua waliookombolewa, Bwana, tupatikane katika umati ule utakaoenda mbinguni kuishi na wewe siku ambazo hazina mwisho. Tusamehe makosa yetu, hata wale hawajasikia neno lako Mungu, wape na nafasi ya kusikia kupitia maneno haya. Ndilo ombi letu katika jina la Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu awabariki.